Na wasalimu sana mabingwa zangu, natumai kila mmoja wetu yuko salama na katika hali sawa. Kwa hiyo leo nimewaandalia somo zuri lenye linahusu je, ndoa ni nini? Kwa hiyo unapata siku hizi vijana wengi hawajui ndoa ni nini. Kwa hiyo leo ningependa kuwafafanulia kwa undani na upana. Ndoa ni agano au makubaliano yanayofanywa kwa jinsia mbili, mwanamke kati ya mwanamke na mwanaume. Lakini siku hizi watu wengi au vijana wa sasa hawaelewi kabisa ndoa ni nini. Yaani wanaona kwa matamanio tu, sio uamuzi toka rohoni. Wanaamua tu kusema ndio nimekubali unioe ama nikuoe, ila hawajui ile uzito au ugumu uliomo kule ndani ya ndoa. Wengi huona juu wazazi wameoa ama wenzake, ndugu yake ameoa ama rafiki yake alioa ama mzazi amemwambia miaka yako imetimia ya kuoa, unafaa kuwa na mpenzi ama mchumba. Ila si kuoa kwa kujua kuvumiliana kwa ndoa katika matatizo, kwa furaha ama unaoa mke sababu labda ana pesa, ana mali, ama unaoa mwanamume kwa ajili ya mali aliyo nayo. Baadaye yakiisha au akipata ajali, ugonjwa, labda mmoja akigonjeka, mwenzake anamtoroka na wakasahau yale maagano au makubaliano walioagana kwamba nitaishi nawe milele, kifo tu kitutenganishe. Ndio unapata wengi ni laana tupu wamebeba. Pigo kubwa linawapata, unaolewa ama unaoa mkiachana sababu ya jambo kama hilo. Basi ningependa kusema kuwa ndoa pia ni wito. Ndio maana unapata wengi hawasimami na ndoa moja, ama wengine unapata mwanamke haolewi kabisa ama mwanaume haoi kabisa maishani mwake hadi anakufa sababu ya tabia zao ama kushindwa kumiliki ile ndoa ama kumtumikia mwenzake. Kumbuka ndoa ni utumishi. Ndio maana Mungu alipoumba Adam akaona hawezi kaa peke yake, ndiposa akaamua kumpa msaidizi ambaye ni Hawa, na wala si msaidizi. Kwa hiyo ni ngumu sana kuoa kwa kusindikizwa au kupewa mke au mume kama haujajitolea, manake mtasumbuana sana kule mbeleni. Ama ukioa kwa matumainio, yani kwa mfano uliona mwenzako kwa sababu maumbile ulioyaona kwake, labda kwa mwanamke uliona makalio, kwa mwanaume uliona ndevu, ila hukuangalia tabia zake au hisia zake kwako, ama huyo mtu ana huruma kiasi gani kwako, maana ni mtu mtaishi naye maishani. Kwa hiyo unapomchumbia mtu, muangalie sana vitu zaidi ya muonekano na vitu vifuatavyo bila kuumizana, manake maisha ni maisha ya mahusiano, si maisha ya ndoa. Basi wewe binti, kijana unayenisikiza, hairuhusu kuchati na watu wengine ndani ya bedroom ama popote pale mwenzako akiwa, wakati umeolewa ama umeoa. Changamoto hizi ndio zimesababisha ndoa nyingi kuvunjika ama kusambaratika. Yani una muda na mwenzi wako, ila una muda na watu wengine wa nje ama mpango wa kando labda. Hicho ndicho chanzo cha watu kupigana mpaka kutoana meno, na labda unapata mtu amepigwa mpaka akafa. Ningependa kusema kwamba jambo la mwisho, tujifunze sana kuishi maisha ya aina mbili, maisha ya kazini na maisha ya ndoani. Basi kama wewe ni polisi ama daktari, maisha ya kazini yabaki kazini na maisha ya ndoani, ya nyumbani, yabaki kuwa nyumbani. Usilete mambo ya upolisi nyumbani, usilete mambo ya udaktari chumbani. So